Sisi tuna nchi. Tunaelewana jamani? Nchi ni kwamba mtu wa kabila yoyote, wa rangi, wa dini yoyote, mnakaa pamoja mnaongea. Huyu hapo Muislamu, huyu Mkatoliki. Huyu hapo Mkatoliki, mimi Mkatoliki. Huyu Anglican. Huyu hapa Muislamu. Tunaelewana jamani? Lakini wote sisi ni hao. Na ile atiba asili amekaa pale. Hakuna mtu anamwambia wewe bwana usifanye dhambi yako. Yuko. Kwa hiyo tuipende hii nchi yetu Tanzania. Hakuna nchi nyingine. Haya yanayojitokeza tuyakemee kabisa. Tuyakemee kabisa. Kama tuna tatizo, viongozi wa dini mkae mtushauri kwamba hapa kuna shida, kuna 1, 2, 3. Tuipende Tanzania na tutunze amani yetu. Nikasema hili niliseme kabisa. Ndugu zangu. Uongozi huu ni dhamana. Mimi sasa hizi ni mkuu wa wilaya. Lakini wako wakuu wa wilaya wengi tu wamepita. Mimi nitapita. Dede atapita. Basi atapita. Na wewe kiongozi wa dini shehe utapita. Walikuwa kwa Yesu na wao walifanya nini? Walipita. Ndugu zangu. Kwa hiyo unapoishi, mzee mwenyewe amesema wewe na hadithi nzuri. Sasa ukiwa kiongozi wa dini, wewe hadithi nzuri kwenye dhehebu lako. Wewe kwenye chama wewe hadithi nzuri. Mimi huko serikalini ndio hadithi nzuri kwa ajili ya amani na utulivu wa Tanzania. Na kama ni mfanyakazi, uwe hadithi nzuri kwa wananchi ambao unawatumikia. Kwa hiyo tushirikiane tuweze kufanya kazi, tuipende nchi yetu, hakuna nchi nyingine. Hakuna kabisa. Na nchi haijengwi siku moja. Ujenzi wa nchi ni mchakato. Na ndio maana baba wa taifa kusoma kitabu chake ile alichoandika Tanzania na hatima yetu, anasema nchi tumeijenga na lazima tuitunze kwenye safari yetu tunayoenda. Na tunashukuru Maswa tumeonyesha mfano mzuri kabisa. Mkoa mzima wa Simiyu. Mfano mzuri kabisa. Tunawashukuru wana Simiyu na wana Maswa na